Marekani na Irani zimefanya kile kinachoelezwa kuwa ni mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran katika operesheni ambayo Rais wa Marekani Donald Trump ameita operesheni kubwa ya kivita inayoendelea. Ripoti zinaeleza kuwa baada ya saa 3:30 asubuhi kwa saa za Teherani, sawa na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, milipuko mikubwa iliripotiwa katika mji mkuu wa Irani, Tehran. Shirika la habari la Irani lilithibitisha kusikika kwa milipuko hiyo, huku picha zilizochapishwa zikionyesha moshi mzito ukivuka katika maeneo ya Jamhuri na Hassan Abadi Square. Milipuko pia ilisikika katika miji mingine kadhaa ikiwemo Isfahan, Qom, Karachi pamoja na Kermanshah. Hadi sasa kiwango cha majeruhi bado hakijaripotiwa, ingawa baadhi ya majengo ya Irani yameweza kuharibiwa vibaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, anga ya Irani imefungwa tangu mashambulizi hayo yalipoanza, hatua inayoashiria tahadhari kubwa ya kiusalama. Katika ujumbe wake uliorushwa kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Rais Donald Trump alithibitisha kuhusika kwa jeshi la Marekani katika operesheni hiyo, akieleza muda mfupi uliopita jeshi la Marekani limeanza operesheni kubwa ndani ya Iran. Katika hotuba yake, Trump aliwataka raia wa Irani kubaki majumbani mwao, akisema hali ni hatari na mabomu yanaweza kurushwa maeneo mbalimbali. Aidha, aliwahimiza wananchi wa Irani kuchukua hatua dhidi ya serikali yao, akisema kuwa huenda hiyo ikawa fursa ya kihistoria kwao kubadili mustakabali wao. Wakati huo, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema Israeli imeanza kile alichokiita shambulio la tahadhari dhidi ya Iran. Netanyahu alimshukuru Trump kwa ushirikiano huo na kusisitiza kuwa Irani haitaruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia. Ripoti zimeonyesha moshi ukivuka katika maeneo ya Teherani, huku kombora zikigonga maeneo ya karibu na ofisi ya kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei, ingawa haijathibitishwa kama jengo hilo lililengwa moja kwa moja. Kwa mujibu wa Israeli, hali ya tahadhari ya juu imetangaza kote nchini. Milipuko imeripotiwa kusikika katika mji wa Haifa na maeneo mengine, huku jeshi la Israeli likisema limefanikiwa kugundua makombora yaliyorushwa na Irani kuelekea Israeli na linaelezea kuyazuia. Katika muktadha mpana wa kikanda, mkutano huo umeenea hadi mataifa jirani. Shirika la habari la serikali la Bahrain linaripoti kuwa kambi ya jeshi la wanamaji la Marekani iliyopo nchini humo imelenga kwa kombora. Bahrain ni mwenyeji wa kituo kikuu cha jeshi la wanamaji la Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Nchini Katari, Wizara ya Ulinzi imesema imefanikiwa kukabiliana na mashambulizi kadhaa yaliyolenga eneo la nchi hiyo baada ya milipuko kusikika katika mji mkuu wa Doha. Katari ni mwenyeji wa kambi ya kijeshi ya Al Udeid, kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika Mashariki ya Kati. Wizara ya mambo ya nje ya Katari imelalamikia ukiukwaji wa anga yake na kusema ina haki ya kujibu. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema hali hii inaweza kuashiria kupanuka kwa mgogoro katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa ukizingatia kuwa mvutano kati ya Iran na Israeli umekuwa ukiongezeka kwa miezi kadhaa, hasa kuhusiana na mpango wa nyuklia wa Iran. Taarifa kutoka vyombo vingine vya usalama vya kimataifa vinaeleza kuwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kuitisha kikao cha dharura kujadili hali hiyo. Mataifa ya Ulaya yameanza kutoa wito wa kujizuia na kuepusha kuenea kwa vita vikubwa vya kikanda. Kwa sasa anga za Iran na Israeli zimefungwa kwa safari ya kiraia na mamlaka za pande zote mbili zimewataka raia wao kufuata maelekezo ya kiusalama, ikiwemo kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima hadi watakapoletewa taarifa. Mpaka sasa hali bado ni ya taharuki, huku operesheni zikielezwa kuwa zinaendelea. Dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo haya ambayo yanaweza kubadili mwelekeo wa usalama wa Mashariki ya Kati na hata dunia kwa ujumla. Je,
Mashambulizi haya yataishia kwa operesheni ya muda mfupi wa kijeshi au ndio mwanzo wa mgogoro mpana zaidi utakaobadilisha taswira ya siasa za kimataifa? Endelea kuwa nasi kupitia Koplo Media kwa habari moto za ndani na nje. Vilevile, kama ni mara yako ya kwanza kuwa nasi, ni kusihi subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.